My Redeemer in my life, my Redeemer, you are my Savior. My Redeemer, you are my healer. My Redeemer, you are my Savior. Oh. Nimekaa njaa nipeko tu pesa tu. We, wajua kuwa pesa utafutwa? Nisaidieko tu naomba. Naomba nisaidieko pesa. Wewe ni mwanadamu gani usiye na akili timamu wewe? Waweza kuombaombaje pesa wewe? Pesa ninazo ndizo. Pesa ninazo ndio hii, lakini siwezi kupatia mimi. Nimekaa njaa nipeko tu pesa tu. Juu una miguu, una mikono ya kusaka huku na huku. Naomba ujisakie mwenyewe na ujitafutie pesa zako. Sina pesa mimi na siwezi kupatia, siwezi kusaidia. Mimi si kuzaliwa kusaidia watu ambao wajiwezi. Ungenipea tu. Nitafute siku nyingine mimi. Mtumainie huyu Mungu wa majeshi kila mara, maana yeye ni Muumba, yeye ni mwelekezi, yeye ni mfalme, Mungu mwenye nguvu zaidi ya yote katika maisha yetu. Neno la Bwana likasema kwamba ninayaweza yote katika yeye anitiaye nguvu. Katika nafasi hii Bwana Mungu wa majeshi atakutangulia, atakupigania unapoliita jina lake na kumtumainia kwa roho na kweli. Mwambie yeye anaweza. Njia ni ngumu, mwambie Yesu. Kazi ni ngumu, mwambie Yesu. Umepotea sana. Sijapotea. Habari ya masiku? Niko tu nyumbani. Kuna mtumishi wa Mungu mchungaji Paul ambaye amesimama pamoja nami. Mchungaji Paul ni kama namfahamu au vipi? Huenda sasa. Umaimuona? Watu hufanana Neema. Ni kama nimechanganyikiwa tu. Huenda sasa. Sasa huyo mchungaji kweli amesimama pamoja nami. Katika changamoto zote. Amesimama nami na nimeona ushindi. Amen. Na mimi pia nilikuwa naomba. Anaweza niombee pia mimi? Hata kuombea ukikubali kupatia maisha yako Kristo. Atasimama pamoja na maisha yako yatabadilika. Natamani sana kumjua Yesu huyu kwa sababu nasikia siku hizi ati Yesu anasaidia watu katika hali zote na ninatamani sana kumjua. Karibu sana kwangu. Hata kuna Jumatano tutakuwa na ibada kwangu. Na si Jumatano yenyewe ni leo? Kumaanisha uko na mkutano nyumbani? Ni leo kweli dadangu. Uko na mkutano? Sasa tunaweza endanisha mchungaji anaweza kuniombea? Sawa, twende atakuombea. Na nimetenda dhambi mingi. Mungu atanisamehe. Wacha nikwambie dada Harwale. Haijalishi umetenda uovu gani. Ni kama namjua ama nini? Mchungaji Paul, mchungaji Yesu alikutia waovu ili awageuze wakawa viumbe vipya. Amen. Sasa tuende aniombe. Dhambi ya siri, matendo ya siri, vita vya siri vitakuja wazi. Walio katika giza wote watajulikana. Madam. Yes, karibu sana. Habari ya asubuhi.
Asante sana, tuko salama. Asante kabisa, nami ni hali njema, nami ni buheri wa afya kabisa. Yes. Nashukuru wewe kwa uwepo wako mahali hapa. Asante sana. Nashukuru. Nakukaribisha sana mwalimu. Asante sana kabisa kwa ukaribisho wako. Yes. Karibu sana. Asante. Tafadhali nikusaidie nini? Mimi jambo ambalo ninahitaji. Yes. Usaidizi wangu kwako. Yeah. Ninahitaji interview katika shule hili la Soweto. Yes. Kwa kuwa nimeweza kusoma na niweza kufuzu vizuri. Yes. Lakini bado sijaajiriwa. Yes. Hii ndio maana ndipo mimi nimekuja mahali hapa. Yes. Ili kuomba interview. Karibu sana. Asante. Asante. Ningependa unionyeshe nyaraka zako zile ambazo zinaonyesha mtihani ya kwamba umefanya, ili tuanze kuangalia kama interview umepita ama hujapita. Unaweza nisaidia nyaraka zako zile ambazo umetembea nazo? Asante kabisa. Swali nzuri sana. Yes. Nyaraka zangu ni hizi ambazo zinathibitisha kuwa nimesoma na nimefika kiwango fulani. Yes. Na bado ninahitaji kusonga tena. Asante. Mwalimu, nakukaribisha sana katika shule yetu hii ya Soweto. Nimeona nyaraka zako, lakini mtihani ule ambao ungepita tu uweze kusababisha uwe mwalimu katika shule hii, interview hiyo umeanguka. Ni pale nyuma kwa gate. Hiyo ndio ilikuwa interview ya kwanza, ile ambayo ingeonyesha ya kwamba umeweza kupita mtihani. Sasa sijui itakuwa ni aje, lakini interview kubwa ambayo ungepita ilikuwa ni ile interview imekuwa pale kwa gate ambayo umetoka kuanguka. Yes. Je, nami ningependa kuuliza hivi. Karibu sana. Maybe unikumbushe tu kidogo mtihani gani ule ambao nimekosa kufuzu au kufaulu? Yeah. Mwalimu Meshak, mtihani zingine hizi umepita. Lakini interview ambayo ilikuwa sasa ya kufanya uajiriwe katika shule yetu hii ni interview ambayo umekutana na mpendo mmoja katika lango la kuingia katika shule hii. Akawa anahitaji msaada ya kwamba umsaidie kile ambacho uko nacho, lakini haujaweza kumsaidia. Hiyo ndio interview ya kwanza ambayo umeanguka. Nakubaliana na wewe madam. Ndio. Ninakubali makosa. Yes. Ukweli nimeanguka mtihani. Yes. Sijaufuzu mtihani jinsi nilivyotarajia mwenyewe. Yes. Na ningependa kuomba hivi. Sitarudia tena wakati mwingine kosa kama hilo. Asante. Naomba uniwie radhi. Sitarudia tena kwa kosa lolote kama hilo. Asante. Lakini jambo langu ambalo ningependa kukuambia ya kwamba lazima niongee na walimu wakuu ndio tujue ni jambo gani la kufanya kwa ajili ya hiyo swala ambayo unaomba kwa ajili ya ajira. Asante sana. Asante. Nashukuru kabisa. Asante sana. Nakutakia siku njema. Asante sana mwalimu. Asante kabisa. Kuwa na wakati mwema. Pia na wewe nakutakia siku njema. Asante sana. Yes. Yes. Mwalimu, niko salama. Lakini nina ripoti ambayo nimeipata leo asubuhi kuhusu mpendo wetu mwalimu mgeni ambaye alikuwa anaomba ajira katika shule hii. Yes. Mpendo ambaye tulikuwa tumemwandalia interview ya kwamba akipita interview basi atapata
sehemu ya kuajiriwa katika shule hii. Sasa kama wameanguka, hakuna kazi. Ni kweli mwalimu. Siwezi ruhusu mtu yeyote ambaye amekuja akaanguka interview yetu alafu apewe nafasi katika shule hii kwa kufundisha. Ni kweli mwalimu. Kwa hivyo wacha watafute kazi kwingine. Yes. Hapa hakuna kazi. Ni kweli mwalimu mkuu. Kwa hivyo mpigie simu mwambie hapa hakuna kazi. Yes. Kazi imekwisha. Ni kweli mwalimu. Tayari ashaanguka interview na kazi imekwisha. Hakuna kazi tena. Asante mwalimu. Nitaongea na yeye. Sawa sawa. Ubarikiwe na ukuwe na wakati mwema. Sawa sawa. Asante mwalimu mkuu. Leo hataki maombi, lakini nimefanya uinjilisti, nimepata rafiki yangu anaitwa Harwani. Nashukuru Mungu sana. Nimesamea, lakini nimetenda maovu mingi mchungaji. Sijui kama Mungu ataweza kunisamea. Maana nimetenda mambo yasiyostahili. Mimi ni mke wa mganga mchungaji na tunafanya uganga na mume wangu. Na mimi natamani niachane na uganga na nimtumainie Mungu. Na natamani Bwana aniokoe maana nimetenda maovu mingi, nimeua. Unajua Kristo amekuja kutuokoa na amekuja kutusamea. Kila kosa ambalo limefanyika Kristo anatusamea. Haijalishi ni kosa kubwa, kosa la aina gani, Kristo anasamea. Amen. Kwa hivyo kama tuko tayari kumkubali Kristo na unaokoke, Kristo anaweza atakuokoa. Nipo tayari mchungaji. Ninajua kwamba hata kuna vita vingi ambavyo Roho ananenea vinaendelea katika nyumba yako, mpaka mume wako amesema kwamba mpaka mmeamua kuachana na mume wako kwa sababu ya mambo ya kichawi. Naona Roho wa Mungu anakuita, anataka umtumikie. Kwa nimepigana inakuwa ni mfurukano mpaka ameniahidi anasema pia mimi itabidi aniroge tu. Nimekukataza wache niende niko na mashida, lakini siendelee kutesa watu, mimi nimechoka na basi. Napiga magoti nikuombe ili Mungu azidi kuonekana. Baba, katika jina la Yesu. Amekiri mbele zao kwamba anaenda kuachana na mambo ya kichawi. Anaenda kuachana na kila misingi za giza. Kila madhabahu ambayo imeinuliwa ambayo imemzingira. Madhabahu ya kimapepo ya kimachini ya kichawi na giza ninabomoa nikikemea. Toka katika jina la Yesu. Ninavunja kila maagano na kila roho za mapepo ninabomoa nikikemea katika jina la Yesu Kristo. Kumbe mchungaji anasababisha mambo haya. Naona kama utafanikiwa tu, lakini in one condition. Tukubaliane kwa jambo moja, mimi na wewe. Usiende huku na huku, kwa sababu kama mtu ambaye hana msimamo, kama ni kwa mganga mimi Matiba, ikuwe ni kwangu mimi, naenda kufanikisha kila kitu, utafanikiwa.
lakini wewe unaona kwamba umefanya hiki imeharibika, umefanya hii inakataa, kwa sababu mwenyewe umejichanganya. Kubali moja, utakubali ukuje huko kwangu mimi kwa mganga Matiba